Open. Ah, hivyo. Safi sana. Hivyo. Tunakupiga fine wewe. Mingine ni kwanza. Ni hata si baka. Sasa tuko ilili. Sina ilili tu waili. Sena lwanye. Sena lwanye. Mwambie tuwekee, simama hapo atuwekee. Tunaenda kumkaribisha kijana nyumbani. Haya. Welcome on Solomon. Hey. Hapo kwa mabega zao.
Ina mama shangwe kidogo, shangwe kidogo. Yo
Piga simu kidogo, piga simu sasa. Naumisa, kuja simu. Niko na dansa zangu wa Nairobi jamani. Asante. Hapo sasa. Haya. Kama tujue kama anaweza chagua mara mbili correct. Shike sijigonge. Pole. Atapata wote tuone. Mambo ni kama hayo. DJ kidogo tu. My brother Tony kutoka kwako. Hiyo tenga kumu utatoa 100 unipatie. Haya mama ni kama hayo. Tony. Aha. Wewe sio huyo? Haya. Ni huyo. Haya. Unapita mbio. Anaanguka. Ni huyo si huyo? Huyo wewe anza kutayarisha 10,000 PA wa Tony. Hiyo 10K anze kuja. Atapata ama atapata? Huyo. Anatafuta apati jamani. Itakuwaje? Anapotea njia. Huyo asipotea njia. Rudia tena. Sogea kidogo. Bluetooth connecting. Amepata. Wapi show vigelegele. Dile. Aya kila mtu tupe daswele. Ashapata fungua muone. Anaweza kuwa ni mimi. Wapi show na vigelegele. Haya. Weka daswele. Leo ni siku ya wapenda nao. Dasa songo Nairobi kuja bwana. Dasa songo Nairobi, dasa for hire. Ukitoka hapo Basheni niko nayo. Ni wako kamata ni wako. Ni wako.
Twende, asante. Asante kwa kuchagua tena mara ya pili. Asante, tupeleke. Asante. Wewe kidogo. Zima. Mimi ni ndugu yake Meja Lioko. Mimi ndio kwanza na nimeona wache mimi nitangulie kwa sababu yeye wache hapo musike kidogo. Nimukaribishe mahali hapa kwa boma letu. Hili ni boma letu, hatujamkataa, hatukataangi wakeni sisi tunawapenda. Kwa hivyo tunawakaribisha nyinyi wote. Mmekubali kukaribishwa? Karibu sana. Asante. Mecha wetu wa Mkuyuni aende akuendeleshe program. Asante sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Gani ambayo umetuwezesha kutana katika boma hili, na ni kwa sababu ya vijana wetu ambao Mwenyezi Mungu wametuleta katika boma hili ili tushuhudie sherehe zao. Muhimu Mwenyezi Mungu mke na wanapatana pamoja ili wapeane amani na utulivu. Hiyo ndio kitu ambacho tunatafuta ndani ya ndoa. Utatunza vijana hawa kwa sababu ulimwengu wa sasa umeharibika sana. Wengi wamekataa kuolewa kwa sababu wameingia katika mambo ya dunia hii. Na wanaokubaliana Mwenyezi Mungu leo tunahitaji na amani. Pepo na shetani ambao Mwenyezi Mungu hupenda kuingia ndani na kupenda kuharibu, kama amepata nafasi kuja katikati ya kikundi hiki, tunamkemea pepo ili lipate kushindwa. Unganisha vijana wanapoanza, hata kama mgeni anaweza kuwa na makosa ama na udhaifu fulani, badilisha udhaifu huo, kila mmoja aelewe mwingine. Sisi tumefika miaka hii zaidi ya 60 kwa sababu ya kuvumiliana. Wape uvumilivu, wape uaminifu, mmoja alee mwingine. Sana mama ndiye anakuwa na kazi, patia mama uvumilivu. Kelele poma, vituko vingine, kushawishiwa, kubadilishwa na watu, mambo mengine, Mungu yoni pepo na ipate kushinda. Mzee utampatia uvumilivu kwa sababu lazima uvumilie mama na vituko vyake, ili naye roho Mungu aingie ndani awatunze na walinde. Mungu umetutoa mbali na na imani utafanya hivyo. Shusha Roho Mtakatifu ndani hapa ili kila jambo litendeke kwa mapenzi yako. Asante Mtakatifu. Asante kwa ukuu huo. Najua ulimwengu umejaa wasichana milioni 40 ambao hawana mabwana, na hawa wamepatana. Tunza hawa, wape uvumilivu. Asante Mtakatifu, na na imani ya kwamba utatenda, na ni katika pendo la Yesu ambaye ni Mwokozi wetu. Shuhudia kupendana kwao kwa Tony na Karo. Hawa ndio wamefanya sisi tufike hapa. Bwana na asifiwe sana. Unajua niliuliza anaitwa nani? Nikaambiwa Tony. Kumbe ni Delton. So I'm very sorry. Delton. God bless you. Oh, correction. Delton. Thank you. Kabla sijaendelea sana, nimkaribishe Meja Rose atusalimie, alafu tuanze hii maneno mzuri. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Haleluya. Niwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo. Hamjambo tena. Tuna furaha siku ya leo kuwa katika wametufanya tuwe hapa tukafunga kazi zetu kwamba tuje tuweze kuombea wanapoingia katika maisha mapya, maisha ya baraka, maisha ya ndoa. Letu ni kumshukuru Mungu na kuwaombea kwamba Mungu mwenyewe alipanga na Mungu mwenyewe alichagua, na kwa hivyo kama vile neno linavyosema kila mmoja atawacha wazazi
na wataenda kwa pamoja kuanza ukoo wao na jamii yao, na tunasema asante, maana ndivyo ilivyo siku ya leo. Bwana Yesu na asifiwe. Sisi tuko hapa kwa sababu ya Majors Lioko na Majors Osor, tulisoma pamoja na wakaona ni vyema tuje tushuhudie baraka hizi. Kwa hivyo tunasema asante kwamba Mungu amekuza watoto hawa, na imefika wakati ya kwamba waje mbele wazi mchana kama siku ya leo, na wote ambao tuko mahali hapa kushuhudia, na najua ya kwamba Karo pamoja na Delton hamtatuaibisha. Bwana Yesu na asifiwe. Tunawaombea mkae kama vile wazazi mfano mwema, na mimi najivunia kwa sababu tulikaa na wao pale college, wananielewa vizuri, ninawaelewa vizuri. Kwa hivyo mkichukua mfano wa wazazi, mtajenga nyumba iliyo nzuri na nyumba iliyo ya baraka. Mungu atubarikie sana. Naitwa Major Rose Diviala, retire. Mstari wa 18 hadi 23. Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kumfanana naye. Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msitu, kila ndege wa angani. Akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu lilikuwa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyemfanana. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akamtwaa ubavuni wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu uliotwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mfupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana amemtwaliwa katika mwana mume. Mungu abariki andiko. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba mbinguni, mtumishi wako yuko tayari kulileta wazo hili kwetu sisi, litusaidie katika maisha yetu. Ni kwa upendo wa Yesu Kristo nimeomba. Amen. Nimetangulia kuambia majina yangu, naitwa Major Liviala Isaac, mstaafu, nikiwa katika utumishi kutoka Kitale, sehemu ya Kitale. Na siku hii ya leo niko hapa kwa sababu ya kuweza kuwabariki hawa vijana, tuweza kuwatemea mate ili wanapoendelea na mipango mingine ambayo wanayo izidi kubarikiwa pamoja. Bwana na asifiwe. Nashukuru Major Odanga amesema leo ni siku ya kuwabariki kikanisa na pia tukitimiza malengo yetu ya kitamaduni. Bwana na asifiwe sana. Na nafikiri hii ya kitamaduni ilianza mapema, maana ile style iliona Major Miss Osothe akija naye ilikuwa ikionyesha dalili ya mambo fulani. Bwana na asifiwe sana. Wale waliotangulia waliweza kushuhudia. Kwa hivyo nataka niwe mfupi kwa sababu ya hali ya saa. Kwa kawaida kama an officiating officer tutabadilisha mambo fulani kwa sababu ya malengo ya siku ya leo, lakini wataendelea nayo wakati wao watakaopanga. Maneno haya nataka kusema hivi. Kitabu cha Mwanzo mlango huo wa 2, na maana kama ingekuwa hivyo ulimwengu haungeweza kuwa na mtu wa kuweka utaratibu. Bwana na asifiwe sana. Kwa hivyo jambo la maana hapa ni kwamba mume na mke
wakiishi pamoja, hali hii huwa imetokana na uchaguo wao wenyewe. Bwana na asifiwe. Usisurutishwe kuoa ama kuolewa. Haya ndio makosa huwa tunafanya wakati mwingine tukiwa wazazi ama tukiwa watu. Unaanza kuambia mtu miaka inakuisha, sijui wewe utaoa lini. Unamuhimiza tu anapojisikia apate nafasi aone haja ya kuoa ama kuolewa. Bwana na asifiwe sana. Na jambo hili kuoa ama kuolewa lina maneno yafuatayo. Kwanza, kuoa na kuolewa inaleta mambo haya. Kwanza inaleta furaha. Bwana na asifiwe. Na hii imedhihirishwa tulipoingia katika mji huu. Hakuna mtu alionyesha uso wa huzuni. Zote tumefurahi, tumecheka. Na hata baada ya furaha, pia jambo hili linaleta furaha kwa wale ambao wamefikia kiwango cha kutaka kuoa na kuolewa. Na Biblia inasema kwa kijana wetu Tonodo ya kwamba wewe kazi yako itakuwa ni kumpenda Karo. Na Karo kazi yake ni kumtii, si ndio? Hiyo tu. Na sijui ni kwa nini mwandishi wa Biblia alisema mume wewe kazi yako ni kupenda na mke ni kutii. Lakini nakuja kugundua ya kwamba kulikuwa na sababu. Katika maisha ya watu ambao wamependana, kama mambo haya haiwezi kutawala maisha yao, ndoa yao itakuwa na misukosuko, na ndio maana tunapata mambo mengi kama divorce na mambo kama haya. Haya hatuyataki kabisa. Tunataka wanapochukuana ama kama vile wanavyoishi, waishi na furaha na upendo wake Mwenyezi Mungu. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana katika watu wanapooana, si ni kawaida ni kuendeleza kizazi. Bwana nasifiwe sana. Lazima ni maombi yetu ya kwamba hawa wawili wajue ya kwamba Karo ataendeleza kizazi cha upande wa kina Osoth. Bwana nasifiwe sana. Na upande huo hao watakuwa watu wake na wazazi wake. Ingawa haimaanishi ya kwamba wazazi wake Karo ambao ni Meja Lioko na Mrs. Lioko watazidi kusalia wazazi wake pia. Kwa hivyo kukiwa na jambo, unakumbuka pande zote hizo mbili, maana hao ni wazazi wenu. Pia nilikuja kugundua kutoka kwa maandiko matakatifu ya kwamba Mungu alimwangalia huyu mwanaume. Bwana nasifiwe sana. Wanaume ambao tuko hapa, mtu mmoja aliandika akasema, msema ya kwamba kwa kila mwanaume anayefaulu sharti mwanamke awe nyuma yake. Lakini siku hizi tumebadilisha huo msemo. Tunasema ni lazima watembee bega kwa bega. Bwana nasifiwe sana. Yeah, because they are wote waliumbwa na Mungu na wote wamebarikiwa na Mungu. They are all human beings. Kwa hivyo mtatembea shoulder to shoulder. Yaani kuonyesha ya kwamba kila neno lenu litakuwa likisawazishwa katika maisha yenu ya ndoa. Bwana na asifiwe. Kwa hivyo sisi wazee bila wamama situwezi tumaliza. If you have not experienced, wacha nikuambie hiyo. Wanaume unajiita tu mwanaume tu kuinje, lakini ukienda kwako na uionekane ya kwamba hakuna mtu wa kukutuliza, wewe si mwanaume brother. Inakuwa shida. Bwana na asifiwe sana. Hawa mama wanafanya kazi kubwa sana. Nilikuwa nikiambia watu wengine wakati mwingine tukubali hata majina tunayoitwa na kina mama, kwa sababu tusipokubali hatutakaa na wao. Mimi nimekuwa nikifanya research. Mama akienda sokoni kununua mboga ama sukari, akienda akikutana na mama mwenzake njiani, unaenda wapi? Naenda sokoni. Kufanya nini? Naenda kununulia watoto wangu mboga na sukari. Sasa swali langu wewe linabaki, na huyu mume hata nunuliwa. Kwa hivyo nikagundua kwa njia nyingine ya kisiri ndani, hata sisi ni watoto.
wanaume, na ukubali mwanaume ama ukatae. Lakini Karo atagundua ya kwamba mtoto wa kwanza wake ni mumewe. Bwana nasifiwe sana. Kwa hivyo anapofanya ile dishing kwa meza, anahakikisha ile mguu sawa sawa na supu sawa sawa, hailinganishwi sana na hao watu wengine, si ndio? Inawekwa inakuwa kidogo juu kidogo, ili mzee huyu aweze kufurahi. Jambo lingine ni kwamba ndoa, kuoa ama kuolewa, ni jambo ambalo ni la kibibilia, na pia katika desturi zetu tulizikuta na linaendelezwa, tukijua ya kwamba wanaoana hao sasa wamekuwa kamili, wamekamilika. Lakini tataja, kama umeolewa ni vizuri, kama hujaolewa na hutarajii kuolewa, hiyo inakuanga chaguo la mtu binafsi kwa sababu ya hali yako wewe mwenyewe. Lakini kwa mapenzi ya Mungu inahitaji watu waishi wawili. Lakini si kuna watu wanaishi peke yao. Ni kwa mapenzi yao? Hapana. Pengine kuna sababu ambazo zinafanya mtu aishi peke yake, ambazo Mungu mwenyewe ndio anaweza kuzijua. Bwana na asifiwe sana. Kwa hivyo nataka nimalize kwa maneno machache. Vijana wangu, ujue ya kwamba unapoishi na mwanadada kwa nyumba, mwombaji alijaribu kugusa hilo jambo na sijui alikuwa katika roho yangu. Kwa mama waliumbwa na moyo. They are emotional. All of them. Ni rahisi sana mama kulia kwa jambo ndogo sana. Na anapolia, Tony, waacha kusema ati unalilia nini wewe mtu mkubwa. Anatimiza hali yake ya kiumama. Bwana nasifiwe sana. Na analia tu kwa vitu simbo. Kutembea na paper bag. Sasa unakuja tu dangala na unasema ati hapa mlikuwa mnapiga nini? Sasa anashangaa. Atapiga atakuwa amepewa na nani? So you also have to provide what is necessary to a wife. Bwana asifiwe sana. Hiyo nimewacha. Wazee, Karo ujue wazee tuko na desturi moja common, na usiniambie mzee huna hii. Hatupendi makelele. Bwana asifiwe sana. Mambo ya pere, umetembea nini? Waacha huyu mzee akuje, umtoe koti, umuulize kazini kumekuaje. Kama kuna, hata kama kuna maji ya machungwa, mpatie tu maji ya mtoni tu. Mwambie kunywa glasi. Sasa ukishakaa hapo, mwambie sasa hapa ulipotoka hii na hii na hii hakuna, kwa upole. Bwana asifiwe sana. Na hiyo itafanya upendo wenyu, na huyu jamaa huyu atafurahi sana. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio maneno ambayo wakati mwingine unaona ndoa nyingi zinafunjika, na ukifuata sana unakuta ni maneno ya mdomo tu. Bwana asifiwe sana. Na wazee wana tabia moja. Akiona kwake kumeanza kuwaka moto, anatafuta mahali anaweza enda kutulizwa. Na ikifikia kiwango hiyo Tony, bewasi. Nirume. Usipende. Mama Karo, usipende Tony afikie kiwango hicho. Huwa tunasema kwa Kimaragoli, genekana waira Tony huyu kumugoe. Yani unajua zero grazing, si ndio? Ukifaulu, mwanamke akifaulu kulisha bwana yake kwa kamba, anakuanga amefaulu tu. Na mambo mengi ambayo inahusu mwanaume aweze kukubali kukulia tu hapa karibu, nje ya boma. Bwana nasifiwe sana. Namaliza hiyo. Nataka tumalize. Mwanamke ni ua la nyumba, na likiwa ua utagaramika kufanya Karo aonekane chombo. Mtu aliimba hapa. Na hiyo inatokana aende kama vile ulimwengu unavyoenda. Bwana nasifiwe.
Mimi kinyozi kunyoa kwa kijiji niligundua hata siku hizi nilipoenda mahali nilistaafu 40 bob utanyolewa vizuri na upangusu 40 bob 40 shillings. Lakini mama akienda kutengeneza nywele you have to prepare from 100 to 1000 and above. Na kama hukuzoea hiyo nasema na hii yote pesa ni ya nini? Fanya hivyo ndio ayazidi kuonekana maua, ndio macho yako ipotelee kwake. Bwana nasifiwa sana. Otherwise wengine watajitengeneza, utaanza kuona huyo wako anakuwa chendubuswa. Yaani si kitu cha maana nikizungumza hiyo lugha nyingine. Na hiyo itakuwa makosa ni yako. Bwana nasifiwe. Na mwisho ni kwamba wanaume hawapendi kukaa na njaa. Wanachoka haraka. Bwana nasifiwe sana. Mwanaume lazima analishwa kamili, apimi wangu chakula. Akisema ongeza mboga unaongeza mboga tu. Bila kusema ati wewe unajua watoto, yeye ndio mtoto mkubwa. Bwana nasifiwe sana. Kwa hivyo hayo maneno ni mengi tunaweza sema, lakini kwa uchache wacha tuseme ya kwamba Mungu awabariki mnapoendelea kuishi kama mume na mke, msikizane na mambo yenu si ya kusema kwa saluni kama Karo ati huko kwangu unajua wacha nikuendaka kurekodi huko. Hiyo acha. Mambo yenu wawili na shida zenu unaweza kushiriki, na ukitaka shirikisha aidha rafiki yako ambaye mliunganishwa ndoa akiwa pamoja, ama mnaweza kuenda kwa padri ama muende kwa pastor wenyu polepole na mnashiriki mambo hayo, kwa sababu najua hao watawashauri vilivyo. Siku hizi tumeingia katika ulimwengu wa dijitali, na kazi tunazofanya ni za simu, na hizi simu ukizitumia vizuri zitakuokoa, ukizitumia vibaya pia zinasambula nyumba. Bwana nasifiwe sana. Any message ambayo inakuja kwa simu ni lazima Karo awe huru kuisoma na wewe uwe huru kusoma yake where possible. Lakini hii wasahulu na mimi nawacha niwaambie hii maneno. Hii mambo ya kupokea simu na unakimbia kwa choo, ati unaenda kusikilizia simu kwa choo, mundu mwendi kwa choo ati itasikika siji wote. What are you doing? Ubonaji unafanya nini? Waacha hiyo. Waacha hiyo. Simu zinakaanga hapo kwa meza, hata yangu ikilia. Ikikaa hapo mama ananiletea nani yako kukaa bwana. Yes, ubonaji tena mrudishie. Hata password anajua. Sijaweka ingine ya siri. Kwa sababu vitu hivi dogo kama hivi vinafanyanga saa zingine itilafu, na tunataka watu waishi mpaka Mungu mwenyewe afanye nini? Atenganishe, si ndio? Si nimemaliza hiyo. Tuko na mambo mengi lakini mengine tutaongea baadaye. Wacha tuingie katika hizi sherehe na tumalizie hapo. Jambo lingine ni tutamalizia tu kwa working class. Kama Mungu amekujalia mnapata kama mshahara mahali wa kibarua, katika idara zingine kuna kitu tunaita payslip. Payslip ni karatasi ka kuonyesha unapatanga mshahara namna hii, unakatwa namna hii, housing unakatwa namna hii, SHA unakatwa namna hii, NSSF unakatwa namna hii. Bwana nasifiwe sana. Weka hapo kwa meza. Go through kwa hiyo kitu nyinyi watu wawili. Kama mama pia anaenda kazi, weka yako hapo. Alafu ndio mjue mapato yenu mnaweza kukadiria namna gani for your own development. Bwana nasifiwe sana. Lakini I'm sure some of the men here hawaoneshanangi mambo ya payslip. Anauliza tu wewe shida yako ilikuwa nini? Ulitaka nini hii achukua enda. Bwana nasifiwe. Maneno hayo ni maneno ambayo tumekutana nao kama watumishi wa Mungu. Sasa unashindwa huyu mtu anataka kuachana kwa sababu ya payslip. Only tunaona ni ngumu. Mungu natubarikie sana. Kabla hatuja ingia kwa mambo mengine, ningetaka nimalize kabisa ili tukiingia kwa sherehe zingine tuwe tumemaliza kila kitu. Lengo langu ilikuwa
kuleta maombi kwa hawa wawili, na ningependa kama kuna wimbo ama whatever. Wimbo? Kuna wimbo? Kuna wimbo kidogo niulize hawa wawili ndio watakaa wapi. Naona jua ni kali, sijui ni hapa. Naweza kuja hapa hivi. Na tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tazama tunaweka hao wawili Karo na Tornado mikononi mwako. Wewe uliwajua walipozaliwa. Wamefika watu wazima. Wameanzisha ndoa yao. Mungu, tunaomba kuanzia sasa na kuendelea, kwa mipango yote wanayofikiria kufanya mbeleni, tunaitakasa na kusema njia iweze kufunguka. Amen. Ondoa kikwazo chochote ambacho kinaweza kuwazuia wasiweze kuendelea kuishi kama mume na mke katika maisha yao. Uwabariki, bariki wazazi wao. Bariki wanapofanya kazi. Na ubarikie na koo zote mbili ambazo zinaunganishwa na hawa wawili. Baba, tunajua ya kwamba shetani anapenda sana kutumia mbinu mbalimbali za kuweza kuja na kuhimiza na kuwadanganya ili waanguke, ili wachekelewe. Lakini Bwana, siku ya leo umati huu na wote ambao tumefika, tunakuja kukemea mambo haya yote yaweza kushindwa. Watakumbuka mkutano huu wa leo. Watakumbuka maombi haya ili kwamba wastamili kwa lolote watakalokutana nao katika ndoa yao. Ukawabariki sana Baba, na ni kwa pendo la Kristo aliye pia mwombezi wetu. Amen. Yes, amen. Amen. Ili wazidi kukaa vyema pamoja na Karo. Amen. Mungu na wabariki Karo. Amen. Muendelee kuishi vizuri, tusikie mazuri, na ndoa yenu izidi kuimarika. Na mipango yenu ya mbele ifunguke. Nyumba zao, nyumba yao iwe nyumba yenye manufaa. Itupendeze sisi kama wazazi. Mimi nimeja Julia Waswa mstaafu. Mlembe bosi. Mlembe, simwache Mungu. Endeleeni kumshika tu huyu Mungu hata asiponyoke kwenyu. Ndiposa maisha yenu itaendelea kuwa na mwangaza. Kwa majina ni Meja Estorito Itaya. Barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Nataka nichukue nafasi hii niseme asante kwake Mungu kwa ajili ya siku hii. Ni siku ya baraka kuona ya kwamba watoto wetu wako mbele yetu, na tunafurahia kuwaona
Maombi yetu ni kwamba Mungu awatunze, Mungu awalinde, na zaidi ya yote amani ya Yesu Kristo ikaweze kuwatawala wakati ambapo mnaanza maisha yenu. Majina yangu ni Meja Helen Juma, mstaafu. Bwana asifiwe. Tunafuraha siku ya leo kwa ajili ya kukaribisha vijana wetu ambao wameingia katika boma hili. Tunasema asante na zaidi Mungu azidi kuwabariki katika ndani ya ndoa yenu. Kwa majina naitwa Meja Teresa Waneloba, tumeretire, tuko nyumbani. Alikuwa DFO wangu tukiwa Madio Migori. He was a very good officer. Hiyo ndio furaha yangu kumuona. La pili, kwa majina yangu naitwa Meja John Simiyu. Tulistaafu na tuko nyumbani. Vijana wetu, ukiingia kwa boma na ukute kuku, mbwa, kondoo zinapigana, there is no peace in that home. Sasa mtuweza hiyo peace in that home ili kuku, mbwa na ng'ombe zisipigane. Asante, Mungu awabariki sana. Amen. Bwana apewe sifa. Mimi Meja Ice Simiyu. Nimeona mnacheza vizuri sana. Na mimi niko na wimbo nyinyi wenyewe ndio mnacheza. Hebu msimame tuone. Simama tu wote nyinyi. Lakini hiyo jina limefanya mpaka furaha imekuwa hapa. Msimame tu mahali mko. Naimba kilichotokea, kilichofananishwa na Roho Mtakatifu, Bwana Yesu ainuliwe. Kilichofananishwa na Roho Mtakatifu, Bwana Yesu ainuliwe. Kilichotokea, kilichofananishwa na Roho Mtakatifu, Bwana Yesu ainuliwe. 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 Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nimesimamia kwa kiti ya wastaafu. Naitwa Meja Jennifer Diyoko ambaye ni mzazi wake Karo. Hapa ndio nyumbani. Kama nitapewa nafasi nyingine kama mzazi, nitarudi na tutaongea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Meja Eda Osot, mzazi wake Delton Osot. Mbarikiwe sana. Mrembe bosi. Oleke nzimu, wacha mimi niongee kama vile mkubwa wangu Meja Alice ameongea. Walikuwa wakubwa wangu wa ajabu. Na Meja John, asante sana. Ikiwa nitapata nafasi nitaongea. Mzee nangu retired, naitwa retired Meja Francis Osoth. Baba yake Delton Imbuki Osoth. Yakagehere ya humna. Na Bwana asifiwe. Amen. Najua wala wananijua, wananiangalia atasema nini. Bwana asifiwe sana. Na kwa jina ni Meja Daniel Uritro. Mimi ndo nimeretire nyuma ya hao wote. Tumeretire na wewe the same year. Thank you. Na mimi namshukuru Mungu kwa sababu I knew Delton na ule rafiki yangu. Asante sana kwa kuungana pamoja. Na ningesema tu siri ya maisha. Unajua wanaume Mungu alitupatia baraka, lakini baraka zingine wamama wanatunyang'anya. Alafu anapotunyang'anya anakoroga akili. Na mwanaume ana sehemu mbili. Mambo yake iko ndani ya kichwa. Mambo ya sehemu ya pili, sehemu iko kwa miguu chini. Mwanamke mambo yake yote iko ndani ya roho. Wote. Awe amesoma, awe ni minister, tabia yao ni moja tu, ndani ya roho. Kwa hivyo mama Delton, chunga sana, usifanye
mama Karo usifanye Delton alie machozi. Wa mama wengi mnatufanya tunalia machozi. Na hiyo ni pepo ishindwe. Delton mnapoanza maisha. Be careful. Mimi have witnessed because nimepita kwa level mbalimbali ya maisha. Lakini wanaume wengi mama mnatufanya tunalia machozi. Hiyo ni pepo ishindwe. Kama unaenda kanisani, take the church you are. Saa hii a friend of mine ameletewa pepo anasumbuka na aliyeleta ni mama. Chunga sana makanisa ambayo inakuja. Karo hapana pindua Delton kumpeleka kwa kanisa lingine. Kama uko jeshi, kaa ndani ya jeshi. Kanisa iko ndani yako, iko ndani ya kichwa. Si ya kutafuta na kuleta mgawanyiko ndani ya jamii. Mimi nakaa na Esther na ananijua. When it is bad, it is bad. When it is good, it is good. Na Mungu ametutunza sana. Kama si kukaa ndani ya kanisa atunge staff na Esther, ningestart na staff na watu wengine wengi. Lakini Mungu alinisaidia. Asante Delton, muishi vizuri. Mubarikiwe, umebarikiwa na mambo yenu ya mbeleni. Mungu ako pamoja naye. Barikiwe sana. Thank you very much. Na wewe bwana. Wewe, rafiki yangu. Bwana asifiwe sana. Na mimi ndio mzee mwenye boma. Na mzee akiwa mwenye boma anasema watu wote ambao wako hapa karibu nyumbani. Msichana wangu pamoja na kijana na vijana hao wote wananijua. Nasema karibuni. Sisasema maneno mengi maana mengi pengine nitapewa na kiongozi Meja Lioko retire. Hapana retired. I'm not retired. But mimi nimestaafu. Na ningali natumika. Thank you very much. Asante Meja Lioko. Meja Lioko meant is not tired. Lakini ameretire. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Harusi tunayo hatuna? Ai sijaona. Yaani nimekaa kwa kiti mpaka nikasikia inaanza kunifinya. Nataka tuanze kusimama, si ndio? Nashukuru Mungu wakati huu kwa sababu ya sisi sote kwa mahali hapa kwa mwaliko wake Delton, Tonedo yote hiyo pamoja na Karo ambao umetualika kwa mahali hapa. Asanteni sana. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, mimi ninaitwa Meja Violet Kazungu. Nafanya kazi makao makuu Kakamega kama mwandishi wa fedha na nashukuru kwa mahali hapa. Ningependa kuwakaribisha wenzetu ambao wamekuja kujiunga pamoja nasi kutoka kule mbali. Wenyewe watajitambulisha. Karibuni sana, mkaweze kujitambulisha. Welcome at this place. We love visitors. Kwa hivyo karibuni sana. Tunawasikia leo wageni wote wa heshima, Delton, Karo, kiwa wakazi na marafiki, tuinue mikono kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru. Mimi naitwa Meja Herbert Alemba, tunafanya kazi na Delton. Mungu awabariki sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Naitwa Meja Catherine Alemba. Nawatakia maharusi maisha yaliyo ya baraka na neema ya Bwana. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Kwa majina ninaitwa Meja Theobar Kabagema from Rwanda. Kiswahili yangu inaishia hapo. I'm a French tutor, French professor in Salt College. Mungu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Meja Serafin. Tunafanya kazi pamoja na Delton Salt College. Mungu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni shukrani kubwa kwanza. Mimi majina yangu ni Captain Christine Oso.
Ninatoka katika huduma ya kikao cha Mwangaza kule Lugari Scheme, Elton pamoja na Caroline na ndugu zetu. Mungu na wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Ni Captain Douglas Osot kutoka kikao cha Mwangaza. Karibu brother katika safari hii ndefu yenye baraka. Asante, Bwana asifiwe. Mimi naitwa Captain Olindo Swinfin. Mimi ni mchungaji wa kina Delton wakija nyumbani. Wazazi wa Delton ni Wakristo wangu. Mungu atubariki sote. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Majina yangu ni Meja Joash Kazungu, nafanya makao makuu Delton. Tunawaombea mema. Eko. Okay, I have been requested to introduce Salt College staff. Please, can you be upstanding? Come on. Ujeni Delton ajue tuko hapa. Ujeni. Now, and we are here with the blessing of the principal and the CDO. Na wamesema Delton, hongera sana, Mungu akubariki kwa ndoa yako. Hawangeweza kufika kwa sababu wamekuwa wagonjwa kidogo, lakini tuko hapa kuwakilisha. Wamekuombea baraka sana na najua mnawasiliana nao, hata tunawatumia picha tukiwa hapa na wanafurahi sana. Thank you very much. God bless you. God bless your marriage. Now just introduce yourself, just a name and Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mary Nzuki, Delton and Carol, congratulations. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Ellen, Delton and Carol, felicitations. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Magdalene Kitiku, Delton, Carol, congratulations. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Naitwa Arian Siombua, Delton, Carol, pick up. Bwana asifiwe. Bwana tena. Naitwa Joseph. Nawapa heko. okay, Mungu awabariki sana. Thank you. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki na watende mema. Ninalemba nikiwa mtoto wa retired Majors John and Ezina Lusanji. Bwana asifiwe. Doti Sirengo, mtoto wa Major Lazarus na Christine Telet. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Moses Maruti, kijana wa Majors Maruti. Bwana asifiwe. Brenda Lioko, msichana wa Major Jennifer na Solomon Lioko. Bwana asifiwe. Lioko Carol, Major Lioko. Laban Mutali, Major Mutali. Bwana Yesu asifiwe. Ni Captain Douglas Osot, kijana wake Francis Osot na Eda Emali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. My name is Arumeri Oyode Lioko, and I am so happy today for everything that my in-law Delton has done for my sister. Na kwa wazazi wote, maafisa wa Salvation Army, tunasema ni asanteni kwa kufika mahali hapa, na kwa kila mtu tunasema ni asante. I was the first one kufanya wedding hapa, na ninashukuru Mungu kwa sababu maafisa ambao walituombea wako mahali hapa na waliomba baraka, ndio maana baraka bado zinakuja. Hii ni ya pili, kuna ingine ilifanyiwa chini ya maji, bado zitakuja. Asanteni sana kwa kufika, Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Samuel Orito, Major Orito. Mlembe boss. Mlembe hai. Kwa majina ni Catherine Lioko, msichana wa Iboma. Barikiwe sana. Bwana asifiwe. Naitwa Brian, mtoto wa Lieutenant Colonels Peter na Patricia. Bwana asifiwe. Kakai Jeremiah. Jana mjaka retire. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Ellen Kabasinga, mtoto wa Lieutenant Colonel Celestine Beatrice. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa.
Kwa majina Wycliffe Jumba Lioko from the Liokos family. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Masi, msichana wa Youth Natakano Daniel na Nole Gajia. Delton and Carol, congratulations. Thank you. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Linet Kayumbi, mtoto wa Lieutenant Colonel Luka Ndoso Kayumbi. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Jina ni Nelson Angoya, mtoto wa the truthful man Major Daniel Orito na Esther Orito. Salamu alaikum. Joshua Mtali, Major Mtali. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Bramwell na Masaka, mtoto wa Major retired David na Masaka. Major Joash Kazungu. Bwana asifiwe. Wilson Orito, kijana wa Major retired Orito. Catherine Sivengo, Majors Lazarus and Christina the late. Francis Osod, mtoto wake Captain Douglas and Chris. Hallelujah. Oscar Juma, retired, mtoto wa retired Majors John na Rose Kunoko. Praise the Lord. Praise the Lord again. To Ingrid Kazungu, mtoto wa Majors Violet and Josh Kazungu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Maureen, wa msichana wake Major Francis naenda usoni. Bwana Yesu asifiwe. Mlembe mosi. Mbona tumeboeka? Mlembe mosi. Please wave at me. Mlembe mosi. You know they like saying that teachers are bullies because whatever we say we want you people to do. So praise God. Praise God. Thank you. Penny Nausot, retired Majors Francis and Nausot. Mramu. Karibu dengo. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Justin on behalf of Saoka wa Mkuyuni na familia ya Majors retired John Simiyu. Nataka kusema congratulations to Dan Stone and Carol. God bless you, man. Mlembe swa. Mlembe te. Mlembe mia. Mliabalamu. Dunstone sijui Delton. Maji tornado. Mtoto wa Bishop Major Stalin na Felicitas Kiliswa, naitwa Richard Kiliswa. Asante. Nzina ngwa Edgo mwana Major Thomas Kisara. Nduliza da Major. Nikasema pia mimi nikuwe Major. Amen. Kuzo. Congratulations. Mlamwa. Sisi ndo mashemeji zako. Sisi ndo mashemeji na tunakula. Tutakuwa tunakuja kukula kwenu. Warogo ulikunyweze chai. Thank you. Nimesema je? Edgar Kisala Embuji. Huyu ndo Embuji, si ndio? Pia mimi ni Embuji. Sasa huyu ni namesake. Mmeanza kushikanisha? Mwache. Asante. So tulikuwa kwa kipindi cha unenaji, samahani nimefika, nimechelewa, maneno ya ndege. Zizine ndege. Kwa mwana akoza mfamily bandu bibenda konora. Bandu bahasida. Dani ngiriza kubobole kindo kutaniba ni mulora. Thank you. Familia host kwa Major mawili, ushauri kwa wanandoa, kisha abage hano babazi batulichana. Bandu bichana dakaba. My son. Thank you son. Asante. DJ, uwekea papa muziki tafadhali wakati anapokuja unenaji na utambulisho kwa sehemu inayofuata. Asante DJ, mchere gura kuba sana. Asante bagole. Bachirize. Wageni wetu wa leo,
wazazi wenzetu, haswa maafisa wetu wote, na maybe kuna mapastors hapo ndani, pengine hawakupata nafasi wasalimie, ni mmoja alisalimia. Vijana wetu na wasichana, kijana yangu na msichana wangu Karo, na wasimamizi kwa jumla imini, majirani, marafiki, kuna ndugu zangu hapa, dada zangu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kabla niongee, nitaita ndugu yangu hapa, na nitaita dada yangu. Dada yangu, mahali ulipokuja, nitaita mtoto wa ndugu yangu Masi. Nitaita shangazi yangu Thomas. Mimi kupatikana hapa ndio nipate mtoto Karo, nilitoka kwa Hawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na si wachache hivi, sisi tuko wengi, tuko nyumba kubwa huko kwetu nilikozaliwa. Uka yangu alikuwa na mabibi 12 nyakati zile. Baba yangu alikuwa na mabibi 3. Sasa ukikusanya hao watu wote, mimi sio mdogo. Ni ukoo ambao uko na upana, but for now wala ambao walipatikana na nafasi ni hawa. Na wengine wako huko nyumbani, wengine ni wadhaifu katika hali ya afya. Mama yangu na baba yangu hawako. Baba aliitika, mama aliitika. Na mama yangu aliyeitika mwaka wa 2015 ndio nilimuita mtoto wangu Karo. Anabeba jina ya mama yangu. Na niliita mama yangu akiwa angali hai. Akaona mtoto akampakata, na ninaona alimbariki. Bwana Yesu asifiwe. Walio hapa kwa ufupi, huyu ndio kitinda mimba kwa baba yangu na kwa mama yangu. Na mimi ndio huyu ananifuata. Mimi ni second last born. Na yeye anafunga uzao wa baba yangu na uzao wa mama. Mahali hapa, huyu ni mtoto wangu wa ndugu yangu niliyemfuata kwa mgongo, ambaye hayuko. Na anaposimama, anasimama kwa miguu ya baba yake, ambaye nilianguka kwa mgongo yake. Nilimnyang'anya maziwa. Saa hii ni marehemu, hayuko. Lakini mama ambaye ni mke wake yuko, ako mbali kidogo. Hapa huyu ni mtoto wa ndugu yangu. Anaitwa Abraham Sungu. Ni mkubwa wangu na ni mkubwa wetu hapa. Amekanyaga kwa miguu yake. Huyu hapa ni ndugu yangu. Mimi nikisimama ni mtoto kwake. Zaidi na zaidi, pamoja na huyu, pamoja na huyu. Ako mbele yetu baina ya wale ambao ni wakubwa. Hawa watasalimia tu. Na huyu atasema maneno mawili kwa niaba ya nyanya. Wamejificha. Mimi naitwa Jojo. Mimi ni kuhu, grandma, hivyo hivyo, wakomu wadogo wanyao wameleta. Kwa ni familia yangu, watoto wangu, pamoja na Meja. Sometimes wa baba hao wanasahau majina na wanasahau mwaka wa kuzaliwa wa mtoto.
lakini mama huweka historia katika maisha ya familia. Nitasema tu sio mtasalimia kwa sababu vile mnafuatana na amoja simama kwa. Amoja simama kwa save time. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. My brother-in-law, karibu sana. Tuliishi pamoja as a family, hatukujua kwamba kama kitaenda vile kimeenda, lakini kazi ya Mungu haina makosa. Bwana Yesu apewe sifa. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Leo ni siku ya furaha. Tusalimie wani. Bwana Yesu asifiwe. Okay, nami pia siku ya leo niko na furaha kuona shemeji yangu aking'aa vile wanakaa hivi. Sina mengi, ni kuwatakia tu baraka za Mungu zikaweze kuwafata. Kwa majina ni Evelyn Jumba. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mimi kwa jina naitwa John Napinda, ni kijana wa pili kwa Iboma. Mary ndio tulifanya sherehe kama hii kwa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Mary Lioko Nyabinda. Nyabinda mwenyewe yako hapa. Na ninashukuru Mungu kwa sababu kama angekuja ningesema yeye wakati tulifanya sherehe Delton plus Caro walikuwa pale. So ninashukuru sana kwa sababu ametuona. And I also want to thank the family from Kakamega. Mama, we salute you, and Baba, thank you for honoring my sister in this way plus Delton. Asanteni sana kwa maafisa wa Salvation Army. Ndio Delton Masudi. Wangu ndio yule pale, mamangu ndio yule pale, mandugu zangu umeona wote. Karibuni, asante. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Carol Dioko. Karibuni hapa. Bwana asifiwe. Mimi ndiye Nelson. Nafuata huyu hapa. Lakini pia naomba tu nafasi kidogo tu baadaye niweze kuongelesha my brother hapa Tony. Yeah. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. My name is Christine Nelson Dioko. Amaningo shule Dioko Bani. Asanteni sana kwa kuja. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi naitwa Katri. Na niko peke yangu, niko na Mungu. Mtu mwenyewe alituma salamu. Hakuweza kufika sababu ya kazi. Lakini tuko pamoja. God bless. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jack Juma Nyango. Gudo bibi yangu anaitwa Brenda Lioko. Karo na Delto. Nimekuja ku benchmark. Najue hii natoka ile kwa ya Kisumu. Mambo yetu itakuwa different. Tutashinda hii. Naona mikani. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Brenda ama Martha. Nyumbani naitwa Martha Lioko. Mimi ndio msichana wa mwisho wa Iboma. Karibuni. Kwa hii familia ya kwenye nilipata Meja Lioko na akanikubali, akanileta, nikajiunga na wao. Bwana asifiwe. Asanteni sana familia, wamesimama na ni wengi, wengine walikuwa huko hawakusikia microphone ikiongea. Nikuje kwa familia ya nyumbani kule Vihiga. Nikuje kwa familia ya nyumbani kule Vihiga, na kabla nikuja hapo nataka wajukuu wakuje. Hao wataongea. Wajukuu wengine wako hapa karibu, wengine wako mbali, wengine wamekomaa.
kukaa katikati yao. Mnapotuona hivi leo na majira haya, hawa ni wajukuu wangu. Tukapata wajukuu hawa kutoka kwa mazoezi. Huyu anaitwa Charlotte Imali. Imali mwenyewe ndio huyo mazoezi. Hapa kuuka huyu amesimama katikati ya kuuka wake. Asante sana Basanji wange kutola Maragoli. Baba alikubali akasema kama namba 1 ni Imali, namba 2 wacha aitwe Lioko. Na wanamlea wote. Asante sana Basanji kuziku ikale. Hiyo ndio sababu ilifanya nitoe Basanji wangu fine akiwa pale kwa geti. Sababu aliniibia mapema. Akafanya watoto msichana asilimu ndio aingie kwa nguo. Hiyo ndio fine ulitoa. Sababu uliniibia. Kapeleka watu kwa mazoezi. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana Basanji wangu. Mjihisi mko nyumbani. Tumewafurahia, tumewakaribisha. Asante sana wakiona kijana wangu wao huwa wanasema ni mtoto wangu, msichana sio wangu, ni yule amekuja. Mungu awalinde. Mungu awatunze. Mnajua maisha vile ilivyo. Mtoto wangu Karo, nyumba yako Mungu aibariki na saidia yote. Nafikiri utaendelea kusoma kwangu, utaendelea, maana unajua sisi wazazi hawa wawili, sisi na wale tumekuwa wachungaji, na mara nyingi makanisa nyingi tulitoana. Makanisa mengine ilikuwa ya Blue Band, mengine haikuwa ya Blue Band. Kwa hivyo nyinyi wawili mnaelewa maisha vile ilivyo. Mungu awalinde, awatafutie. Naweza sema ya kwamba karibuni hapa kwetu. Ule wazazi wale Karo, mkiwa na kijana yangu, na mkiwa huko mkumbuke mama na baba wako wapi? Wako kwa hii boma. Na Mungu atawabariki na Mungu atawatenda mema. Karibu sana, karibu sana. Sometimes unaweza pata kikubwa ama upate kidogo. Lakini kwa kile kidogo Mungu ameweka akiba. Unaweza pokea kesho kikubwa na kikubwa. Mzimu logo. Okohe kuinzalo mgamba na anoli likina linene maana akohe. Nimewapokea hivyo na tumeshona mkeka wa undugu. Hao wenzetu tulisoma pamoja kule college ya Ubiri na tukanywa uji pamoja. Kwa hivyo ni wazazi wetu na ni ndugu zetu. Mara nyingi huwa naambia hawa watoto, kijana yangu namwambia wewe ni kijana wangu mkwe, ulikuja kuniibia lakini najua utakuja mzuri. Na namwambia you are 2 in 1. Tunakuita mtoto wetu na tunakuita our son in law kwa sababu hao wazazi tuko ndugu na dada. Karibuni sana watu kutoka nyumbani kule Vihiga. Asante sana. Ukipata na mkipata, shukuru Mungu. Wakati ambapo hamujapata, mmeishi maisha mengi ya kuhustle, ndio mfikia mahali pale mlipo. Nafikiri mtaendelea Mungu kuwalinda na mpatapo muweke kwa meza, mshare pamoja, mkule pamoja na mkumbuke wazazi mahali tupo. Sina mambo mengi naweza kuongea zaidi, lakini tuseme aje, tushukuru Mungu kwa ajili ya hawa watoto. Na asante wageni wetu kutufikia, karibu hapa nyumbani, karibu kwetu, tumewafurahia, tumewapenda na tuendelee kuishi kama ndugu. Wakamba wanasema tumeshona mkeka kutoka Vihiga, umetoka huko ama kindu kutulizie nonde agandi katulira ndio unavyomkeka umumrai. Bwana asifiwe. Mungu abariki watoto wetu. Karibu sana mimi. Mumeona bila amekuwa na mapendeleo.
amekaribisha watu wa kwao, na mimi wangu akafanya nini? Na si ya kwamba amewadharau, alikuwa anajua mimi nitaku. Sasa watu wa kwetu simameni, simameni. Kama unajua wewe ni ndugu yangu, kama unajua wewe ni ukoo, wengine walikuwa wameketi hapa, wameenda tusimame haraka. Tusimame haraka. Cheni unaona hapa, umeenda wapi? Ya kwamba nimewaacha, lakini kuna watu wengi ambao tulizaliwa na wao wako pale, na wengine wako Nairobi kwa kazi, na wakatuma maneno ya kwamba hawatafika leo, lakini wakatumana ujumbe wao waliposikia kwamba mtoto wao anafanya rating mahali hapa. Kwa hivyo ndugu yangu mkubwa ako hapa, salamia tu ndugu yangu, maana ulisema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi niliongea, lakini nataka kusema karibu sana watoto wangu kwa hii gari. Gari ni gari ingine ya mabonde na milima. Pandeko hiyo gari muone venye inakaa, lakini ya kuvumilia. Mungu awabariki. Kanisa na wote wamefika hapa na majirani na wengine wote. Mimi kitu ya kwanza ni shukrani kwa vile tumefika kwa sherehe ya watoto wetu, na nimefurahi siku ya leo kuona umati ya watu kama hii kusherekea kwa boma hili la ndugu yangu. Ile kitu mimi nitasema tu, Mungu awaongoze watoto wangu, waende wakae vizuri, wazae watoto, wapate mali, kwa sababu wanasema we ukizaa na watoto tena wafanye nini? Wazae. Na mimi sina mengi, kwa majina naitwa Egode Dembede, natoka huko nyumbani Maragoli. Ni hayo tu, Mungu awabariki. Asante. Hao wengine nataka mseme tu china. Naona MC yako hapa wanasema leja. Ni watu wataenda. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisemi kitu bali ni kuombea watoto yangu wakae vizuri, wakae na amani ili watufikie mahali tumefika. Sina mengi. Mimi mwenyewe ni mfupi na mambo yangu pia ni mafupi. Asanteni. Noah Senator kutoka Naliama. Kikao cha Naliama, asante. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi naitwa Benson Kijengo Lumula. Caro is my daughter. Tunafurahia kwa wageni. Caro, chenye natasema ni kwamba marriage is a fight and make a brave fight. Asanteni. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Caro ni mtoto yangu, mimi ni mama yake mdogo. Usitoke hapa kabla hujakaribishwa, useme kidogo pamoja na mama. Kuja mama. Na kama umetembea na watu wasimamishe nao watusalimie kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Maragoli tumetoka wengi, ila nitaita tu walikuwa wawili waongee kwa niaba yao, na wengine hebu tuwepo. Mumewaona? Kwa ajili ya wakati kwenye mkopo bora kwangu kuja, si ndio? Kwa majina nimejaeda Usod. Msichana wangu Karo, karibu. Mama Eda kama mimi. Karibu nyumbani. Tony, kaeni ndani ya Kristo. Mungu atawaongoza na atawapa nguvu. Asante. Fika siku ya leo. Bwana apewe sifa. Mimi sitasema mengi. Eda ni mwalikwa. Naombea watoto baraka. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Flora Wanzere. Kijana kiwa last born.
Msichana, ninaweza sema tu msichana, karibu nyumbani. Ukikuja huwa unafika sitting room. Kwa hivyo ukikuja wakati huu ingia mpaka jikoni. Bwana asifiwe. Flora Wanzere. Proclaim of the gospel, proclaimers of the gospel, truth and grace, preaching to the lost of every race, telling for the message in every race, we're living the gospel of Jesus. Ndugu yangu Wanzere, come please. Mimi sitaongea. Sumuhula wana wale kama mazoezi. Bango kuzia yengo. Ambieno. Hatutaki tuongee maneno mengi. Tunataka tubariki ndoa ya hawa vijana imariki. Mugasizwe. Nyumba yenyu dinye. Mugasizwe. Nyumba yenyu gase. Nyumba yenyu hendele. Nyumba yenyu gase. Roma kahulanga imbuchi. Igiri chini yimbuchi. Nanze nangwa Francis Osoti imbuchi. Asaya wakashisi. Simwikale mna. Mfika katika boma hili. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba mnatupenda. Kwa hivyo watu wa Mkuyuni, majirani pamoja na kanisa, majirani wote na kanisa na makanisa mengine, karibuni. Hapa ndio ninatoka. Mnaponiona kule barabarani, huwa nimetoka wapi? Hapa. Nilipohubiri hapa miaka hiyo yote, basi watu wa Mkuyuni wakasema utaishi na sisi. Hata ndugu zangu hawa ambao unaona wamesimama hapa, walikuja wakati waliona hawa watu wamenikaribisha vizuri, watu wa Mkuyuni. Kwa hivyo nasema watu wa Mkuyuni karibuni, na mtu asitoke hapa bila kunywa chai ya Karo na nani? Gawa mmemuita Hilton. Hilton, lakini mtu asiende nyumbani bila kunywa chai. Huyu kijana nampenda. Kijana huyu nampenda sana. Na akisikia sauti yangu huwa anarudi chini mara moja. Akiwa amekasirika na nikimwambia Hilton, na basi huwa anarudi chini mara moja, ananiambia baba, nimefanya nini? Hiyo ndio ilifanya nikakubali achukue msichana wangu. Kwa hivyo muende mkae kwa amani. Na sitaki kusikia visirani. Hebu simama nani kijana wangu. Karo, simama. Naona wale watoto wamekuwa hapa. Hao watoto ambao wamekuwa hapa, watoto wake ni watoto kama ni wakubwa. Na ukifanya kitu kibaya kwa nyumba wanaona ama hawaoni? Wanaona. Sitaki hiyo aibu. Muende mkae kwa amani. Sasa sitaki kwenda maneno mengi, maana nimewakaribisha tukunywe chai. Na sitaki mtu aende bila kunywa nini. Kwa hivyo karibu Meja. Nikaliasi. Mungu awabariki. Mungu awabariki nyumba zenu. Na Mungu awabariki maisha yenu. Bwana Mzia. Umesema ni Mzia ama MC? Sitaki unijibu, lakini utanipatia kitu. My name is Charlotte and I'm going to present a poem about Mom and Dad. To our amazing Mom and Dad. Wow, look at you two, dressed so fine. Mom's like a queen, Dad's looking divine. The music suits, the lights all glow. It's a big day, we love you so. You've built our home with love and cheer. You make us laugh all through the year. You teach us kindness, jokes and fun, and cheer us until the day is done.
Mom, you're soft like morning light. You tuck us in and kiss goodnight. Dad, you're brave, strong, and cool. You help us with homework after school. Sometimes you tease, sometimes you play. You make the clouds just drift away. Even when you sneak our fries, you're still the heroes in our eyes. You have shown us how to love and share, to dream, to try, to love, to care. You work so hard, but still you find time for hugs that blow our mind. And now we see you hand in hand, the sweetest love in all the land. We wish you joy that never ends. You are not just parents, you are best friends. Yes. So here we stand small but proud to say these words out clear and loud. Thank you, Mom and Dad, so true, for all the love you have given us too. We are lucky kids, it's plain to see, a family strong as it can be. You've made our home, our world, so warm and bright. We love you both with all our might. Happy wedding day. Hooray! Your love will forever shine this way. Tuko na ng'ombe hapa ambaye wamesema nisitaje. Asante. Usitaje baba. Nisitaje. Neva ni grade no neva ni ndogori wape tu hivyo hivyo. Ya. Ng'ombe ni hii nataka waisindikize tupate ng'ombe ya crate. Ni ndogori. Asante. The grade itatoka hapa. Wasindikishe. Hii ni ng'ombe ya crate. The grade. Ya crate Sasa ni ndama waongezee. Waongezee ndama. Asante. Na mkembe ya kukamua. Asante. Asante. DJ tupatie wimbo. Mbona wimbo boy? Hiyo ni ng'ombe. Mama anafuata na mabati ya kego. Mahali ng'ombe zitakuwa zinalala zikisikia baridi, zisinyeshewe. Asante. Asante. Naongezea deworming ya ng'ombe grade, anawakabidhi maharusi wetu, anafuatwa na papa kwa karibu sana, amesema kamba hizi ng'ombe lazima zifugwe vizuri. Asante. Asante kabisa. Watoto wabarikiwe. Hao wanawabariki watoto wao ambao ni wanandoa wetu wa siku ya leo. Kuambia kongole kwa kututia hadhi. Asante sana. Tunacheza kidogo jamani, leo ni siku ya furaha. Hawa ni maharusi wetu. Haya, twende. Asante, hao ni wana Salt College wanapata kwa karibu sana. Maragoli timu ingekuwa vyema tayari ingefanya vyema. Wamefika na zawadi zao kwa pamoja kwa ukaribu. Maragoli team wako tayari vile vile kwa zawadi maharusi wetu siku ya ukuu ya harusi.
Imetoka kwa dad na mom, na tunataka tupeane hii Biblia kwa nyinyi watoto wetu. Muende mkae kwa hii Biblia, imuongoze kwa kila kitu, kwa kila jambo. Hata hapa vile nimeita wachungaji, mumeona wakisoma Biblia, na nyinyi pia mtumu kwa maombi na kusoma Biblia. Kwa hivyo mama, njoo tupeane zawadi yetu. Sawa sawa. Kila familia iko na mambo yao. Sasa familia ya kwetu, kwenye mimi nimezaliwa, kwenye mimi nimeolewa, kupea mtoto zawadi afanyike bibi ya boma, hiyo chenye anapewa akitangazwi hadharani, anapewa mbele ya wazazi, na hiyo kikapu anafikisha nyumbani. Sasa kwa hali yetu basanji ngiri kudukira dabi za kudukira wakati mnaondoka na wakati msichana anaondoka. Mnaweza kushangaa mseme na hawa za kubone ho kane sina anota sisi hiyo kane kumwiho kane rute ru. Hello. Asanteni sana, imefikia wakati wa wapendwa wetu kuweza kutulisha chakula chao cha kwanza. Na ninajua tu wakati nilichukua hii mic wengi walifikiria nitaanza kusema hapa ndani kuna viungo nyingi, kuna ile vitumbua na nini. Mimi ningependa tu kusema Delton ama territory yote, majina yote mazuri ni yako. Delton na Carol, mmetutengenezea sisi wageni chakula chenu cha kwanza. Ningependa tu kusema katika nyumba yenu, wakati ambapo chakula kimeandaliwa, si mnaona vile mko na furaha kila wakati mtakapokuwa mnaandaa, whether visitors are there or not, muwe na furaha hivyo hivyo. Kila wakati mnapoandaa chakula chenu, wakati ambapo mnazunguka katika ile meza pale sebuleni, wakati mnakula, mnakumbuka ya kwamba mmepewa, nimeona mmepewa zawadi, mmepokea chakula cha kiroho, mahali ambapo your manual, mahali ambapo mtakuwa mkipata chakula chenu cha kiroho. Na chakula cha kimwili nacho, wakati ambapo mtakuwa mkikipokea, ni maombi yetu sisi sote ambao tumeandaliwa hiki chakula, ya kwamba tuwaombee watakapokuwa wakipokea chakula cha kimwili kiweze kuwajenga. Siku moja nikikutana na Karo, nikutane naye akiwa smarter. Ako smart, lakini kuna ile smarter na smartest. Si ni sawa? Naye nikikutana na Delton, kama anaweza kuwa taller na tallest, the better. Mungu awabariki hawa maharusi wetu. Kwa hivyo wakati huu ningependa Carol aweze kuombea chakula hiki kitamu, chakula kizuri. Unaona wakati wa keki watu hutulia sana. Unasikia kwa kelele? Hebu sikiza. Hakuna kelele, si ndio? Kumaanisha ni chakula kitamu na kizuri. Kuna ile lugha ambayo baba na mama ya Carol walilipia fees. Kwa hivyo nataka atumie hiyo lugha ambayo walilipia fees aweze kuombea chakula hiki.
Najua si Kiluya kwa sababu hata Kiluya sijui kama atafika mwisho. Haya, akishaombea tutaweza kuwanawisha na kisha tutaendelea na sherehe hii. Bwana asifiwe. Amen. Tushukuru. Lord, we come before you this day. We thank you for the day. We thank you for the event that has progressed so well, oh Lord. Before us is a cake. As we take it, may you bless us. In Jesus' name we pray and believe. Ilie Karo. Wewe uko nawa. Unajua tangu wakati wa corona huwa hatutaki kuguess vitu. Na kisha wakisha nawa waweze kutukatia keki hii, alafu tuone wakilishana mchana peupe, si uko kwa bedroom, mchana peupe, si ndio? Okay. Ningependa mkaweze kuchukua kisu hiki na kisha chukueni kwa pamoja kisu hiki. Meza iko smart kabisa. Na kisha DJ atatuwekea hiyo kata na wataweza kata nasi tutashangilia. Haya, twende kwa pamoja, makofi wakata keki. Haya, ndio hiyo wanakata, tuwashangilie. Wanakata, sisi mkishangilia. Karo sasa, mke wa boma amesimama kwa miguu miwili. Unaona ana smile. Sijui kama amekasirika ama ana smile. Mtu usafu chakula. Sikuambia mume wake ni mtoto wake wa kwanza. Amshangilie. Alikuwa anasema asipewe kubwa, nikaadvocate apewe the biggest. Sasa tumuone Delson anapoulisha msumba wake. Simama ni msumba. Hana mawa msumba. Tuone Delson anamlisha chakula kitamu kizuri. Wanajadiliana, anasema atampatia double. Aona tu ile amempatia. Sasa tushangilie kabisa. Haya, tushangilie anapomlisha. Itabidi tufungue mdomo. Lakini utunge. Pole tu, hiyo imetosha. Tushangilie mlisha. Tuone wakiteremsha hiyo keki na kisha tutamalizia kipindi kwako. Kazi ni kwako. Anatingiza vizuri sana. Anatingiza vizuri. Atufungulie ndiposa wakaweza kuteremshia hiyo keki. Ana make sure iko sawa. Changilisha mke wake. Ona vile amemshika. Ona tu. Akamuuliza ni tamu, akasema ndio. Haya, tumuone basi Carol akimnyosha Delton. Karibu Carol, the same. Tuone Carol akimnyosha. Sasa tunaangalia wapi? Ingia ndani. Angalia huko. Angalieni picha. Mwana mali amemshika. Unaona mali wamama wanashikanga? Hapo. Sasa tusisahau hilo. Asante. Ni good example. Karibuni hapa. Iweke kwenye foleni.
Nasukuma jeshi. Napambana jeshi. Hiyo kwa lakini napatikana umuhimu. Sana. Ingine ya mwisho tuangalie hapa. Haya, picha huko, picha. DJ, wacha kuleta mchanganyiko, anzisha hiyo wimbo. Wacha kuleta mchanganyiko. This is Delton Imbuki, Osoth, and I am the groom. My name is Carol Keseri, the bride. I'm happy about today. There are many things that I did not expect, especially the name, that name confusion, Tornado, Hilton. That was just something that I did not foresee. But they say an apple in a different name still tastes sweet, so it was nice, and I'm happy about it. The day looked a bit too long, but we are happy because it's done. All the guests are happy. I did not expect to be that fast, but I'm happy for the way everything went smoothly, and I'm happy to be Mrs. Imbuki. Some of the lows that I had, there were some highs and lows, and there is this person I was expecting, a makeup artist from Nairobi. The last time I had a conversation with her, she was aboard a matatu towards this side, and after that, hey, umemtafuta? Okay, and there are some people who want to appreciate. Very many thanks. Mr. Jonathan J.K. Jonathan, you are very close to my heart. Richard, Morgan, Billy, Wilson, and Pius. Hey, Pius, Mungu akubariki tu. Laban, the brew, let me not call. This one, the other one, his brother is this Joshua. Joshua lead us to the promised way. And then that's about it. And the service provider. You know, this guy, Farmers from Farmers Hotel. Thanks, you have fed my people good nutrition, and I also thank God for the good weather. There was no much rain and all that. Besides, the weather forecast saying that it will rain today. Special thanks to my family for holding our hands up to this far. I'm grateful to them. To Doreen, to all the bridesmaids, I thank you so much. I have nothing to give you, but I believe God will bless you abundantly. Thank you for coming. Thank you for making this day a success. I wish you well in all your endeavors. If I were to do this again, I'd still pick you. Thank you.
And one thing I've learned out of this event is that I'd want to make it your wedding and my marriage. And when we sold that vision to the team that was involved, starting from the organizing committee led by Joshua, the chairman, and then there was this Secretary Jonathan Kibuga, there was this treasurer, this one Catherine, my sister-in-law. You are just a great team, and I would pick you over and over again. And I'd like just to say, given another opportunity, me, actually I don't have enough words to say thank you, rather than just say may God bless each and every person that has been involved through this process. Vote of thanks ni mingi. Ukianza na Major Violet Kazungu, Major Liviala, my parents, and Moses Maruti. Moses, wherever you are, manze, God too. And your wife Lucy, she's a very hospitable woman, and she's proven to be a quality and a good friend. And my sisters, Maureen, Penina, they came in when I did not expect. They really helped out. And my brother Douglas, despite the short notices here and there, you did well. Okay, tried it. And then the other thing that I would like to do in the near future, God can grant the chance. The same providers, Ingo, photography and, is it film and photography, or for photography and film, whichever comes first. Within the shortest notice, you did not fail me. You came in time, and you've stayed with us until the end of the day. Manze, in fact, if we ever make something, I'll be free to recommend you to some people, and but I won't recommend you to be married to someone. Maybe. What about? Oh, to Charlotte and Darwin, so much love to you. Juliet, thank you so much. Doreen, I can't thank you enough, and Kate, just be blessed. Neema, Ses, who else? Well, Neema ametoka Ethiopia. Adisa. Besides jet lag. Who else? Remind me. Betha, all of you, thank you so much for coming. Lynette, hey, thank you so much. You made the best artist for the day. Makeup artist. Thank you so much.